Unajua iko sawa. Dada. Ziko very nice. Vipi mtu yangu? Poa sana, nianze? Safi sana. Ufiti? Nimevutwa kwenye screen nikaona bana. Tumeona inaitwa tumesikia sauti sasa tumeona mwenyewe. Sasa tumeona mwenye sauti. Teddy si ndio mwenye sauti? Teddy inakuaje bana mtu yangu? Safi sana. Niko poa. Nashukuru. Safi sana bana. Unazungumziaje timu yenu Kuta? Timu yetu imekuwa poa but unajua vijana wamejituma poa. But it's unfortunately that we have to leave the tournament at this early. But tumejaribu. Yeah, despite all, so we're moving forward. Yeah. Na tunaangalia infrastructure. Tunahitaji nini haswa? Maana tunaelekea mambo na AFCON. Yeah, tunahitaji ground. Tunahitaji surface. Hatuhitaji mambo mingi, tunahitaji surface. Ni tu wafanye tu bidii manze. Wallahi kila kitu hii ground iko sawa, iko na sprinkler, iko na kila kitu. Ni tu sasa maintenance manze. Wow. Sawa sawa bana. Tunashukuru sana kuona. Tumefurahia. Jana unawaambia nini manze kuhusiana ni umuhimu wa football? Football inalipa. Football inalipa. Football inatengeneza maisha. Ina pay bills manze. Tuna enjoy and we're happy and we hope that they will look forward for us as well because wanatuona mtaani venye tunaishi wachezaji wa sahihi. Yeah, football inalipa. Ni more of hunger. Kwa na hunger and then unachia Mungu the rest. Safi sana. Safi. Daktari anafanya kazi kubwa sana. Nimeona ukimbia uwanjani unakanza, inakuaje? Unazungumziaje majukumu yako leo hii uwanjani? Nashukuru Mungu. Najituma tu. Mimi nirudi mali nilikuwa. Umeisomea ama ni passion? Nimeisomea. Doku wa taifa. Doku wa taifa? Yes, Harambee Starlets physiotherapist. Noma sana. Ushauri wako kwa watoto wa kike huko nje labda pengine? Wajitume. Wanakuwa kwenye TV unashika vijana nini? Kukua kama mimi si rahisi. Jitume, weka Mungu mbele na usome. Masomo ni muhimu. Masomo muhimu. Asante sana. Asante. Kila laheri. Nawe pia. Waache ngombe. Ni sehemu ya maisha. Bwana Teddy. Watawini. Teddy, all the best. Inakuaje bwana mtu yangu? Mimi sina mambo baba. Long time mazee. Najua. Nimeona uko na Kuta vijana kuwapa motisha. Maybe mtazamo wako kuhusiana na mchezo wao leo hii na wale wachezaji ambao pia saizi hawako attached sehemu yote. Maana hii ni Nairobi. Unaweza pata Kenya mzima kuna wachezaji wengi ambao pia mtazamo wako labda pengine kutoka na Kuta Collection. Ni kweli vile tu umesema kuna wachezaji wengi si hata hapa tu Kuta Collection but Kuta anafanya kazi poa sana kuanzisha hii team na kupea vijana chance ya kuwa kwa hii team. Hii ni team inajaribu kutafutia vijana places unajua, na kitu ya kubwa alifanya sana ni kuregister kwa hii tournament because inaangaliwa sana na kila mtu. Mnapata na opponents wazuri kama Shabana, kina Gor Mahia, kina Police au wote. Kuna wachezaji wazuri. Hata ukiangalia game leo wameza poa sana. Mimi tunaweza sema tu ni kiwanja imetuangusha. Kiwanja first touch ilikuwa mbaya. Both teams, hata sisi peke yake. Unajua inafaa ni game kubwa na ni tournament kubwa. So kama kuna kiwanja kingine available hata tuseme Nairobi, Kasarani I think imekuwa tu free leo. Game kale ingekuwa huko. At least hata Shabana ingeshinda but tungeona mechi poa. Umetembea sana nje na ndani ya taifa hili. Umuhimu wa soka labda pengine kwa kijana ambaye anakutazama. Mi kwanza personally football imekuwa maisha yangu yote tangu niwe mtoto, nikagrow, nikapata chance yangu ya kwanza kumaliza KCSE, nikajoin Gor Mahia. Life yangu ikakuwa tu football. Mimi hakuna kitu kingine najua, na football imekuwa muhimu sana kwa maisha yangu kwa sababu nimetembea places mbalimbali, nimemeet pia different people na pia nimeachieve a lot through football. So mwenye anacheza football, especially young upcoming players, wajisukume kabisa, wajue chances ziko na opportunities huwa zinafunguka. Mtu tu ajisukume tu vile anaweza, any chance amepata ajisukume nao vizuri, na kama ni ball ajisukume tu kabisa. Wapi hasa umeenjoy, niseme kwamba umeenjoy kucheza nje ya nchi? Wapi ambapo unaweza feel nisema
nimefurahia sana kucheza sehemu fulani. Zambia nilienjoy sana. Nilicheza miaka 4 na nikashinda vikombe 6. Hiyo ni ligi nilishinda mara 3, Absa nikashinda 2 na Charity nikashinda 1. Nilienjoy kwa sababu Zambia ilikamika kwa kama home design. Hata ukiangalia pande ya chakula ni zile ambazo tuko nazo hapa. Ukiangalia watu huko ni rahisi kuzungumza nao, wengi wanaongea Kizungu na pia lugha yao ni rahisi, imekaribiana na Kiswahili. Na hiyo ni Bemba na kuna Bemba na kuna Nyanja, hizo zimekaribiana sana na Kiswahili, so ilikuwa rahisi sana communicate na mtu yoyote, iwe ni teammates, iwe ni coaches, hata watu wengine ambao unakutana nao nje. Na pia niliweka kama home na pia nili create family huko. Ukiangalia pia tulikuwa timu moja na Wakenya wengine wawili, huo ni David Owino Kalaba na Jesse Were. So Zambia nilienjoy sana. Na uliwahi kufanya kazi na coach Apia Kwesi James. Unamzungumziaje coach Kwesi? Ilikuwa di Sudan kwa Sudan alinijoin, alipata nisha join Al Khartoum, yeye akaingia 2015, so tukawork tuna 1 year, but ilikuwa 1 year ya experience nzuri. James Apia ni coach ambaye ni understanding, ni coach ambaye anatakia player na pia team mazuri. Ni coach ambaye unaweza approach anytime, unaweza mwambia kitu yote ama unaweza muuliza kitu yote na atakusaidia kwa advice. So pia ni rafiki na ni coach anaweza kupe direction not only in football but pia life ya nje kando na football. Wow. Na AFCON Kenya, Uganda, Tanzania, vijana ambao wanapata opportunity, mtazamo wako? Hiyo ni big stage. Ni big stage na tunashukuru Mungu itakuwa East Africa, Kenya ikiwa kama host, and ikizungumzia wachezaji wetu wa Kenya, ni yoyote ambaye atakuwa pale, chance ikipatikana unacheza. Of course ya kwanza unatumikia nchi, na pili jitumikie. Jua wengi wanakuangalia, kuna scouts, kuna agents na kuna pia teams ambazo zinaangalia hizo mechi. Ucheze tu upate nafasi ya kwenda nje. Wanasema first unatumikia nchi, that's the most important thing. That's the most important thing. Wow. Alafu ya pili nikisema unajitumikia, imaanishi tu wewe individual. Inamaanisha unatumikia familia yako na marafiki zako wa karibu. Na of course ma coaches na teammates. Hiyo ndio kitu ya pili. Mungu of course ako katikati. Hiyo lazima awe hapo. Safi sana bwana. Kila laheri. Na saizi Amerika imetibua bwana mambo mpaka kule sasa bidi isakukaliki. Imeathiri masuala michezo sana. Maisha ikoaje huko? Maana nimetamani kufika lakini kila naposikia mabomu kila wakati mzee una withdraw. Maisha kando na vita, maisha ya Lebanon iko poa. Ni nchi ambayo iko Middle East, lakini ni nchi ambayo iko na Wakristo wengi sana. Sio nchi ya Kiislamu tu, iko na diverse religions. Ni mixture. Iko na Afrika, iko na Wafaransa, iko na kila mtu pale. Na ni nchi ambayo bila hizo vita, ni nchi ambayo iko na amani, ni nchi ambayo watu wanapendana, ni nchi ambayo ekonomi yao wakafocus. Bila hizi vita ekonomi yao inaweza shoot sana iende juu. Kimichezo ni nchi ambayo pia ina grow kifootball. Sawa. Tulikuwa tumeanza kuenjoy na vita iliamua hiyo hivyo, but tunaomba Mungu vitu ziishe tuweze kurudi kazini. Pia ambao wenye wako huko tunaombea usalama na Mungu awalinde wote ambao wako huko. Asante sana bwana. Kila laheri bwana. Shukrani za dhati. Vipi Mtunguyas? Safi nyaje? Unakuaje Mtunguyas? Kwa fiti je. Ukienda kwa majukumu ndio tunapambana. Safi. Shukrani. Operation. Come in. Come.
Come in, come in. Come in. Dima, come, Dima. Kujeni. Oya. Hey, niacho majamaa. Time ishaenda, ishatuwai. Wamekula time yetu mobu huko hivyo. Kwa majamaa tutafanya vitu haraka juu time imetuwai kidogo. So reaction tu change na haraka, si ndio? Tunaomba nguvu zako, uwepo wako, malaika wako akatuzunguka na damu yako takatifu. Tupe nguvu, tupe akili, tupe maarifa, tupe ushindi. Jehova, tutasema asante kwa maana wewe ni mwaminifu. Hata tukimaliza tukiwa wazima, tutasema asante kwa maana wewe unaweza mtakatifu. Kila mmoja ambaye anaanza tunamkabidhi mikononi mwako, hata wale ambao wataendelea. Jehova, nguvu zako kazidi kuonekania kila mmoja. Tutasema asante, tukitoka tukiwa shindi, tutasherehekea tukisema sisi jina lako, tukisema unamwinua kwa maana unastahili, kupitia kwa jina la Baba na Mwana. Sawa, sasa tunazunguka na activation. Hapa tunazunguka activation ndani. Morgan wendo na shiki twende. Sasa wanaanza mkwe mbele. Wacha mnaanza mkwe mbele. Giovanni sikutaki nyuma. Gio sikutaki nyuma na mao. Mbele huko. Gio mbele huko. Gio na mao huko mbele. Nilitaka hapa. Pita. Huyu hapa tu. So ni makipa trainers hawa, naona taratibu zote hizi ambazo zinatekelezwa kwa ajili ya kujaribu sasa. Then come back and chukua, anasonga mbali hapa tu, hapa kwa 6. Hapo tu kwa 6. Mpe pass. Tap. Huyo ni legend wa mchezo wa mpira wa miguu, mdakaji wa siku nyingi. Nazungumzia Sofapaka, nazungumzia timu ya taifa Kenya Harambee Stars, nazungumzia Bandari FC. Ubungu mwenyewe katika ubora wake. Naona anatoa maelekezo kwa muda mrefu sana katika mchezo wa mpira wa miguu. Ni Kuta FC. Kwa hiyo ni baadhi ya wanandinga wa zamani katika vilabu mbalimbali. Kwa hiyo ukiwaona hivi ni baadhi ya wachezaji ambao ni wazoefu sana katika mchezo. Naam, taratibu hivyo. Kwa hiyo upande wa pili naona baadhi yao tumewashuhudia katika ligi kuu taifa wakiwajibika pakubwa. Kwa hiyo upande wa pili hapa naangalia Shabana FC.